Haya, solidarity. Kikao cha 20 cha Baraza la Wafanyakazi wa Idara ya Uhamiaji kilichofanyika katika ukumbi wa Kilimanjaro Commercial Complex Aprili 14, 2026 wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro. Kikao hicho kimehudhuriwa na viongozi pamoja na wafanyakazi wa Idara ya Uhamiaji. Pamoja na mengineyo, wajumbe wamesisitiza na walijadili namna ya kuboresha utendaji kazi na kuimarisha huduma kwa wateja. Akizungumza katika mkutano huo, mkurugenzi wa rasilimali watu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, ndugu Gabriel Tobias Mwita, ambaye pia alimwakilisha katibu mkuu wa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi na kuwa mgeni rasmi, amewasihi wajumbe kufanya kazi kwa weledi na kwa ufanisi ili kuweza kulinda mipaka na usalama wa nchi. Ndugu mwenyekiti na wajumbe, nisingependa kutumia muda mrefu sana kuhutubia kwa wakati huu, lakini pia ninapenda kuwakumbusha wajumbe wote kufanya kazi kwa weledi, kuongeza bidii na ubunifu ili kuhakikisha usalama katika nchi unaimarika. Hivyo niombe kila mmoja atumie nafasi alionayo kuunga mkono jitihada za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa kuleta mabadiliko ya kiutendaji na kiuchumi, huku tukizingatia zaidi ufanisi na uwajibikaji katika utekelezaji wa majukumu yetu. Ndugu mwenyekiti, naomba nitumie nafasi hii kukusihi kwenye maeneo yafuatayo. Moja, kuendelea kuweka mazingira wezeshi kwa watumishi wa umma, askari na watumishi wa umma ndani ya idara yako ili waweze kutekeleza majukumu yao kikamilifu na kwa weledi. Hii ikiwa ni pamoja na eneo la maslahi. Eneo la pili ni kuendelea kuwajengea uwezo watumishi sambamba na kuwapatia vitendea kazi ili kuongeza tija. Eneo la tatu ni kuendeleza ushirikiano na chama cha wafanyakazi ili kuimarisha mahusiano bora na kuondoa migogoro mahala pa kazi. Eneo la nne ni kuendelea kusimamia na kuhakikisha Idara ya Uhamiaji nchini inaendelea kutekeleza majukumu yake kwa kuzingatia sheria, kanuni, taratibu na miongozo ya idara pamoja na ile ya utumishi wa umma wakati wote. Hii itasaidia watumishi kuwajibika na kufanya kazi kwa weledi zaidi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa Baraza la Wafanyakazi ambaye pia ni Kamishna Jenerali wa Idara ya Uhamiaji, Dr. Anna Peter Makakala, amesema kwamba Idara ya Uhamiaji ina deni juu ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Daktari Samia Suluhu Hassan katika maboresho aliyoyafanya katika Idara ya Uhamiaji, ikiwa ni kuongeza mishahara pamoja na vyeo kwa watumishi. Amesema kuwa mafanikio hayo yameongeza morali kwa wafanyakazi na kuongeza utekelezaji bora wa majukumu ndani ya Idara ya Uhamiaji. Kwanza kabisa, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa kuendelea kutupatia fursa mbalimbali Idara ya Uhamiaji, ikiwa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi na kuboresha stahiki na maslahi ya maafisa, wakaguzi, askari na watumishi kada ya kiraia ndani ya Idara ya Uhamiaji. Sambamba na hilo, kwa niaba ya Idara ya Uhamiaji napenda kutoa shukurani nyingi sana kwa Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Patrobas Katambi, mbunge, waziri wa Mambo ya Ndani ya Nchi, pamoja na management nzima ya wizara kwa kutupatia maelekezo na miongozo mbalimbali ambayo inasaidia katika utekelezaji wa majukumu yetu kwa ufanisi mkubwa. Vile vile napenda kuwashukuru viongozi wote wa Baraza la Wafanyakazi ngazi ya mikoa, idara na wizara kwa ushirikiano, lakini pia kushiriki na kufanikisha kikao hiki muhimu kwa uhai wa Baraza la Wafanyakazi wa Idara ya Uhamiaji. Tunawashukuru sana. Ndugu mgeni rasmi,
Kikao hiki cha baraza kimewekwa kwa mujibu wa sheria ili kuwapa wajumbe nafasi ya kupitia na kujadili kwa kina masuala mbalimbali yanayohusu mipango pamoja na utekelezaji wa majukumu ya msingi ya idara ya uhamiaji. Hivyo katika kikao chetu cha leo, pamoja na mambo mengine, tutapitia na kujadili taarifa ya utekelezaji wa bajeti ya idara ya uhamiaji katika kipindi cha mwaka 2025-2026 hadi kufikia mwezi Machi 2026, pamoja na mipango ya idara kuelekea katika bajeti mpya ya idara ya uhamiaji ya mwaka 2026-2027. Ndugu mgeni rasmi, utaratibu huu unalenga kukuza uwazi na ushirikishwaji, ambapo wafanyakazi wanapata fursa ya kutoa maoni kuhusu utekelezaji na majukumu mbalimbali ya idara, pia kupitia mipango iliyoainishwa katika bajeti ya idara ya uhamiaji ya mwaka 2026-2027. Ndugu mgeni rasmi, kama zilivyo taasisi zingine za kijeshi hapa nchini, idara ya uhamiaji inao watumishi askari pamoja na watumishi wa kada ya raia. Kwa pamoja tumekuwa tukishirikiana vyema katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya idara ya uhamiaji kwa mujibu wa sheria, kanuni, taratibu pamoja na miongozo mbalimbali iliyopo. Ndugu mgeni rasmi, kwanza kabisa tunapenda kukushukuru kwa ajili ya kutukimbilia siku hii ya leo. Tunasema asante, lakini pia tunakwambia kwamba tumepokea salamu kutoka kwa katibu mkuu. Na sisi tunaomba ukamfikishie salamu zetu kwa kumwambia tunakushukuru sana, kwa maana kila muda ambao tunakuwa tunampelekea wito achoki kutukimbilia. Ndugu mgeni rasmi, chombo chetu ni chombo sikivu. Mwenyekiti wetu ni mwenyekiti sikivu. Hivyo basi zile area zote ambazo umetupitisha kwa ajili ya kupitia katika kuweka mazingira wezeshi, kuwajengea watumishi uwezo, kuendeleza ushirikiano na chama cha wafanyakazi, lakini pia kuendelea kusimamia idara ifuate sheria na kanuni. Yote hayo, ndugu mgeni rasmi, tunakuahidi yanatekelezeka, kwa maana chombo chetu ni chombo sikivu. Katika kikao hicho, wajumbe waliweza kupata nafasi ya kupitia utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2025-2026 hadi kufikia Machi 2026 na mwelekeo wa bajeti mpya ya mwaka wa fedha 2026-2027. Nikiripoti kutoka Kilimanjaro Commercial Complex, Moshi, mkoani Kilimanjaro, ni mimi Constable uhamiaji Vivian Masawe, Uhamiaji TV.